Asante. Yusta Vero ndiye aliajiliwa? Nimefurahi kukuona. Nimefurahi pia. Bosanzo, asante sana. Juhudi zake ndo zimemwajiri. Vero. Abe. Hakikisha unamuonesha kazi zote hizo ziacha Diana, okay? Okay, boss. Huyo ndio Martin nilokuambia. Mimi nilijua bonge la kitu. Kumbe bonge la kijitu. Sasa, hebu nicheki hapa Diana. Nipe password chacha hapo nikupe. Harakisha nianze kazi. Usijali shoga. Yaani nimekupambania, ujui tu. Kapambana yeye ila rushwa natoa mimi. Alafu anajidai kapambana. Binadamu bwana, ukute hiyo hela wanagawana na bosi wake. Hana lolote. Ngoja nipate mkataba nimnyooshe. Bosi, kwani rafiki yangu ametumbukiwa na vigezo gani? Ina maana uniamini kabisa ni bosi wako, si ndio? Hapana bosi, lakini nini? Huyu rafiki yako hawezi kukuambia ukweli. Alidai kiasi kikubwa mno cha mshahara, lakini huyu dada alikuwa tayari kufanya kazi kwa kiasi chochote ambacho tungempatia. Hivi ungekuwa kwenye nafasi yangu, nini ungefanya Martin? Ningenichukua rafiki yake na Vero. Niko busy na kazi. Yusta. Aliyekupokea ndo Bosanzo. Sawa. Martin hakutaka kabisa uajiliwe shoga. Alikuwa na rafiki yake ana CV nzuri balaa. Na ndo alikuwa chaguo la kwanza pa ofisini. Ila kwa bahati mbaya, kampuni yake ya zamani walimuongezea mkataba. Ndo akachaguliwa huyo Diana ambaye ameondoka ghafla. Kwa nini hakuchaguliwa yeye? Kiukweli sijajua. Itakuwa yeye amekataa kutoa rushwa. Mimi mnyonge sikuwa na la kufanya ila kununua kazi hii. Usisema unaitwa nani vile? Yusta. Unataka kujua jina lake ili iwaje? Martin. Kwa taarifa yako, Yusta ana mtu wake na wanapendana sana. Vero. Mbona una mawazo ya kijinga sana wewe? Huyu ameshakuja ofisini na tumeshakuwa timu sasa. Yusta. Abe. Mimi naitwa Martin. Sawa. Ni mhasibu. Nadili na masuala yote ya pesa. Kasoro tu kuandaa payroll. Halo. Vipi? Vero ameshakuelekeza kazi ambazo tunadili nazo? Wewe baba. Si nitakuelekeza taratibu, au? Haraka ya nini? Mwache tu anielekeze shosti. Aya, naona zali limekuangukia baba. Kwanza nitakuelekeza kuhusu moja kampuni yetu. Pili, majukumu yako. Na tatu, nitakuelekeza ni kazi gani ambazo tunadili nazo kwa sasa. Na cha mwisho, japo ndicho kilihitajika kile cha kwanza, nitakupa orientation fupi kuhusu kampuni yetu. Nitakuelekeza toilet ni wapi, coffee room wapi, na files zinakaa wapi. Na kingine, kama utakuwa na swali au unahitaji kitu, basi usisite kuniuliza mimi au Vero. Asante Martin.
Jamani. Hii ni kama ofisi hapa. Hii ni sehemu hapa, kama utahisi hali ya hewa sio nzuri basi hapo dawasha atakapokelelewa. Asante. Sasa. Nazidi kusisitiza kwamba kama kuna lingine basi utanijuza. Haina shida. Asante. Sasa. Kama hakika. Yusta. Diana amesema hivi uangalie kuna faili moja. Mfanyakazi mpya ameshaanza kazi au bado yuko kwenye mafunzo? Ndio, ameshaanza kazi bosi. Mwelekeze aanze na zile nguo za harusi. Yule mteja wetu tayari yupo njiani anakuja hapo ofisini. So, jiandaeni, sitaki kabisa tumpoteze. Sawa, usijali bosi. Asante bosi. Yusta. Kufuru chetu kama unavyokiona. Sio pakubwa lakini na sisi tumo. Mbona pazuri tu? Hapana. Pa kawaida sana. Ila nao kipazoea utaona ni pa kawaida sana. Hata kama ile ofisi niliyotoka hakukuwa na sehemu ya kahawa. Unaweza kupadharau hapa ila ukiondoka unapakumbuka. Bila kusahau. Yusta, unajua nimepambana sana wewe kuja hapa. Ndio. Kwa hiyo najua mtaani ni pagumu sana. Naelewa. Kwa hiyo naomba usisahau kabisa kilichokuleta hapa. Yaani mimi sitakuangusha na kuamini. Yaani hilo utoa shaka kabisa, sitakuangusha. Haya, unaonaje lakini Kofi? Yaani wewe ni mbadi kila sehemu. Ofisi nzuri. Toka bila kushogana. Mali. Tunajua tena. Kikubwa tupige kazi. Tupige kazi ndugu yangu. Hizo ofisi zina wenyewe. Ndo dunia. Nimeona mazingira mazuri. Yusta, unaendeleaje na kazi? Salama boss. Yule mteja wa nguo za harusi yuko njiani anakuja. Naomba mjiandae na kazi yake. Yusta, somesha kuelekeza? Ndio boss. Okay. Hatutaki kumpoteza huyo mteja. Sasa kwa kuwa receptionist hayupo, huyo mteja akija tutajuaje kama amefika? Basi, ni maswali mengine ni ya kijinga mno. Martin, kwani hujui kama kuna kitu kinachoitwa simu? Mbona Yusta alipofika amenipigia simu? Sawa boss. Samahani kwa kukuuliza. Mbona alivyo kelele? Kwani mtu wa mapokezi kaenda wapi? Aliondoka tu ghafla. Wa kwanza aliandika barua. Ila wa pili aliondoka bila kuaga. Na nilichukua nafasi yake naye pia aliondoka tu. Ndio. Hii ofisi kama ina pepo vile inabidi ifanywe maombi. Au labda kuna kitu ambacho bosi anahitaji wafanye kilichopo nje ya uwezo wao. Kuna mazingira mengine mtu anatengenezewa anaacha kazi mwenyewe. Maana hainiingia akilini. Watu watatu waondoke ghafla. Lazima kuna tatizo. Lichunguzeni. Unataka kusemaje? Sio jambo la kawaida bosi. Wafanya kazi watatu waondoke ghafla. Lazima kuna tatizo. Kwa nini wakipata sehemu nyingine wanakimbia mbio? Mkitengeneza mazingira mazuri ya kufanyia kazi, hakuna mtu atakayetaka kuondoka. Wewe ndo kwanza umekuja leo. Unajua nini? Sijui lolote boss, ila ni muhimu kujua. Mfano una binti yako, ameletewa posa. Ila anayetaka kumuoa alishakuwa na wake zaidi ya 2 ambao walikufa au kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Wewe kama mzazi,
lazima uwe na mashaka, lazima uulize. Au unakosea Martin? Ukosei? Okay. Yusta, nilikuwa nakuhitaji ofisini kwangu. Kuna kazi nataka nikupatie. Sawa boss. Na boss. Sijakuruhusu ukae. Siku yangu ya kwanza, lakini naona una kilele sana cha udadisi. Samahani boss. Naomba ukumbuke kuwa bado kwenye kipindi cha uangalizi na bado hujapata mkataba wako wa kazi. Punguza ujuaji. Nenda. Vipi? Nakwambia nini? Ameniuliza tu kama naweza kuandaa marketing proposal. Nimemjibu najua. Na vipi ofisi yake umeonaje? Nzuri tu. Yaani natamani ofisi nzuri kama Bosanzo. Sijui hata nifanye nini nipate ofisi kama ile. Usitumie tu uchawi. Uchawi? Yusta, kwani umenionaje? Namaanisha chochote kinachopatikana kwa njia ya uchawi huwa hakikai. Tupige kazi kwa njia halali na nina uhakika Mungu atabariki juhudi zetu. Amen. Una akili nzuri kama ilivyo sura yako, tofauti na wewe mwenzako. Asante sana Martin. Martin, mimi nategemewa kwetu. Na nina akili sana. Uamini au kipi kinakuchekesha hapo? Tafadhali tuendelee na kazi. Mgeni kashafika? Bado hajafika bosi. Nini? Hanzo. Mteja VIP kakali saa lizima mapokezi, hakuna aliyempokea. Amekasirika na anaondoka. And you tell me what? Nisikilize kwa makini. Huyu mteja mkimpoteza, wewe na huyo receptionist wako kazi hakuna. Bosi, tafadhali. Mtahakikisha namrudisha huyu mteja. Tafadhali, naomba usinifukuze kazi bosi, please. As I'm speaking, tayari naandika barua kuwafukuza kazi. Hamna kazi. Bosi. Usijali. Okay, sasa. Yake ya zamani ilimuongezea mkataba. Ndio akachaguliwa. Sawa. Alikata. Kama unauza vipi? Kwa mayai yangu lilia wewe chips ya. Sawa. Nimesahau jamani. Okay, poa. Tamani. Sasa nataka kukimbilia wapi? Nitaka nichukue kiko. Asante Martin. Martin. Ngoja, nadanganya sio ngani Martin. Wewe. Unaangalia tu. Mimi.